Karibu ni kusimulia hadithi nzuri. Hadithi ambayo inahusu mkosi. Mkosi muhusu kijana Steve. Ni kijana mdogo ambaye anasoma chuo. Mimi ni msimulizi wako Hamis Mohamed Mshana na mwandishi ni Richard Soleh. Habari. Naitwa Steven Charles. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 hapa katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Usafirishaji, NIT. Kutokana na majina yangu ya darasani, watu wengi hupenda kuniita The Great. Kwa sababu ya mfanano wa majina yangu na majina ya aliyekuwa nguli wa filamu Afrika, Steven Charles Kanumba. Wanasema pia nimechukua baadhi ya vitu kutoka kwake, kama muonekano wenye mvuto na ushawishi nilionao kwenye jamii yangu. Huwa nacheka sana nikisikia hivyo. Ukiachana na sifa hii nilionayo hapa chuoni na nyingine nyingi kwenye maisha yangu, ipo sifa moja ya kipekee ambayo imenifanya niongee na wewe leo. Mkosi. Naweza kusema nimekuwa binadamu mwenye mkosi zaidi kwenye maisha yangu, haswa linapokuja swala la mahusiano, yaani mapenzi. Najua unatamani kujua ni nini kimetokea kwenye maisha yangu ya mahusiano huko nyuma, ila ni zaidi ya maumivu. Nilikuwa na mpenzi wangu anayeitwa Isha. Siku moja wakati tunafanya mapenzi, nilikatisha ghafla. Isha akaniuliza, "Steve, tatizo nini? Mbona unakatisha utamu njiani? Au nimekosea kukuonyesha hisia zangu kwako? Au sikufai? Unaweza sema." Nilimjibu huku nikijitafuna tafuna, "Sio hivyo Isha. Ni kwamba nimekuwa alinikatisha. Umekuwa na mkosi kwenye mapenzi, hivyo hutaki kupenda tena. Hivi nikwambie mara ngapi kwa mimi sio kama wasichana wengine, Na kuahidi Steve, sitokuumiza." Nikamwambia, "Simaanishi hivyo, na maanisha." Akanikatisha. Akaniambia, "Shh. Utaniambia maana yako baada ya huu mchezo." Kisha tukaendelea na tendo. Baada ya muda mrefu wa kuwa single kwenye maisha yangu, kutokana na imani yangu ya kuwa na mkosi, huu ndio ulikuwa mwanzo wa penzi langu jipya na msichana mrembo anayetokea kwenye familia ya kitajiri, Isha. Binti wa Kipemba mwenye asili ya Kiarabu. Ni mzuri sana kiukweli, mithili ya malaika. Kuna muda huwa anajiangalia mara mbili na kujiona mwenye bahati kuwa naye na kusahau kuwa nina mkosi. Siku moja wakati tunatembea chuoni, kulikuwa kuna watu wakisema. Mwingine alisema Romeo and Juliet, au sio? Na mwingine akasonya. Sijui kampendea nini huu mshamba. Lakini kuna wengine pia walionitetea na kuwajibu wale watu, "Acha wivu Pancho. Tafuta ndege wa kufanana naye tukuone na wewe ukiruka." Penzi letu lilishamiri. Lilikuwa tamu kiwango cha asali au kuizidi asali. Lilikuwa mbala mwezi ng'aayo usiku. Kila mmoja alikuwa anatamani kuwa kama sisi. Isipokuwa kwa wale waliotuonea wivu.
Isha alinipenda sana kiasi cha kuweza kufanya chochote kwa ajili yangu. Isha siku moja alini surprise sana. Baada ya siku moja tukiwa tumekaa tunapiga story, akaniambia tumebakiza miezi kadhaa kumaliza chuo. Natamani sana tufunge ndoa mara tu baada ya masomo yetu. Nilishangazwa sana na ile taarifa. Sio kwa sababu siko tayari kumuoa Isha au ni bahati nisingeomba itokee, lakini sina pa kuanzia kwa sasa. Nilimjibu, natamani iwe hivyo pia mpenzi, lakini unajua vikwazo vilivyoko mbele yetu. Kikwazo cha kwanza ni dini, lakini pia sina uwezo wa kukulipia hata mahari kwenu Isha. Isha alisema sidhani kama dini ni tatizo, na naweza kubadilisha kwa ajili yako, au hata wewe ukipenda. Ila kuhusu swala la pesa, nitamwibia mzee kiasi kidogo. Nilicheka sana. Nikamwambia, ila Isha una masiara sana wewe. Isha akaniambia, na maanisha ninachokisema, nakupenda sana Steve. Nikamwambia, nakupenda zaidi Isha wangu. Nikambusu. Maneno haya ya upendo yalikuwa kama nyimbo masikioni mwetu na kama ukumbusho wa furaha mioyoni mwetu, na kutufanya tushindwe kabisa kulificha penzi letu. Kila mtu alituzungumzia, si mimi wala Isha aliyekuwa na muda na marafiki wengine tena kiasi cha kuulizwa maswali na rafiki zake. Siku moja Isha aliulizwa maswali na Faidha. Faidha alimwambia Isha, tangu umekuwa na Steve huna mapenzi na mimi rafiki yangu, au kuna sehemu nimekukosea? Isha alimwambia, hapana rafiki, tuko sawa mimi na wewe. Ni kwamba muda mwingi siku hizi natumia na Steve kwa sababu siwezi kuwa mbali naye, nashindwa kabisa. Faidha alicheka kwa umbea. Kwani huyo Steve anagawa nini shosti? Mbona unapagawa hivyo? Isha alimwambia, we acha my dear, ni sijui hata nikuelezeeje unielewe. Ila hata hapa namwaye, na leo nitalala geto kwake. Nitakupigia nikiwa na time tuongee. Faidha akamjibu, okay bye shosti, utamu mwema. Isha naye alimwambia, bye sweetheart. Kisha Isha alikuja kwangu na akagonga mlango. Nikamkaribisha. Akaniambia, asante Abi. Nilimuuliza, nikuletee nini love? Isha alinijibu, leo sitaki chochote, na kutaka wewe tu, nimekumisi mno. Leo ilikuwa tofauti. Ilikuwa kama amepania hivi. Alikuwa anautaka sana. Alinipeleka puta mno. Nilishughulika sana mpaka nikaanza kuhisi sina nguvu za kiume. Maana kila raundi niliyomaliza Isha alikuwa kama anaanza upya. Alikuwa na raha sana. Tulifurahi mno. Ilikuwa utamu juu ya utamu, raha juu ya raha. Sikumbuki nini kilitokea kwa uhakika baada ya bao langu la mwisho. Kiusingizi kizito cha ghafla kilinipitia na nikaenda kupumzishwa kwenye utulivu baada ya mechi ile nzito. Nikaishia kukoroma tu, utadhani ni mara yangu ya kwanza kufanya mapenzi. Baadaye Isha alikosa usingizi. Alimpigia Faidha. Faidha alimuuliza, Isha, mbona umenipigia usiku wote huu rafiki yangu? Isha alimjibu, nimekumisi shosti, alafu nimekosa usingizi kabisa. Faidha alimuuliza, Steve yuko wapi kwani? Isha akamwambia, amelala hoi hapa, hata asikii chochote. Faidha alimwambia, utakuja kumuua kaka watu. Wakacheka wote. Isha akamwambia, Faidha, nataka ujue kitu kimoja rafiki yangu. Steve ndo mwanaume ninayempenda kwenye maisha yangu, na nisingetamani nimkose. Nampenda sana. Faidha alimwambia,
shoga, niache nilale kwanza. Niko hoi na makazi ya hapa nyumbani. See you kesho. Isha alimwambia, haya, bye. Asubuhi na mapema, mlio wa alarm uliniamsha. Nilikurupuka kweli kweli. Kisha nikamwamsha, baby, amka twende chuo. Mimi niliinuka kitandani na kwenda kuingia bafuni kupiga mswaki na nikaoga haraka. Kisha nilivyorudi nikamuuliza kwa kumtikisa, baby, hujaamka tu? Isha, baby, mbona huamki? Nini shida? Baby, hey, usinifanyie hivyo tafadhali, huu sio utani mzuri. Isha, baby, Isha! Niliishia kupiga kelele. Je, unataka kujua kelele hizo zilifika wapi na ziliishia wapi, ama zilimfikia nani? Basi very soon tutaachia sehemu ya pili ya mkosi. Asanteni sana kwa kuweza kunisikiliza na kuweza kufuatilia hadithi nzuri na story nzuri kabisa ya kijana Steve.